Habari, kwa majina naitwa Valine Godlet Makawa, ni mteknolojia dawa kutoka Selian Lutheran Hospital. Na leo nitakwenda kukufunza jinsi ya kutumia dawa za maumivu kwa usahihi. Jinsi ya kutumia dawa za maumivu kwa usahihi. Tunatambua kwamba kila mmoja kulingana na shughuli za hapa na pale, maumivu katika mwili yanaweza kutokea. Na hii inaweza kuwa maumivu ya kichwa, shingo, mgongo, kiungo chochote cha mwili. Kwa hiyo hizi ni njia sahihi ya kutumia dawa za maumivu. Njia ya kwanza ni kufuata maelekezo uliopewa na mtoa huduma au maelekezo yaliyoandikwa katika vifungashio. Tunaamini ya kwamba mtoa huduma anakupa maelekezo yaliyo sahihi kwa wewe kutumia dawa ile ya maumivu kulingana na umri wako, uzito wako na tatizo ulilonalo. Umri, uzito pamoja na tatizo ulilonalo. Hivyo ndo vigezo vikuu vitatu tunavyotumia kwa ajili ya kutoa dawa hizi za maumivu. Mtoa huduma ama anapokuelekeza ama anapokuandikia kwenye vifungashio, tunaomba na tunaamini ya kwamba wewe kama mtumiaji wa dawa hizo utazitumia kwa usahihi, kwa sababu dawa za maumivu huwa tunazichukulia kwamba ni dawa za kawaida. Hizi ni za maumivu tu, nitatumia labda nitapunguza maumivu haya. Lakini unapotumia dawa hizi bila usahihi zinaweza kusababisha madhara katika tumbo, katika ini, katika figo na katika moyo, katika damu pia. Kwa hiyo dawa hizi wengi tunazichukulia kimzaha kwamba hii ni dawa ya maumivu, haina athari zozote, lakini unapotumia dawa hii bila usahihi huwa inasababisha madhara katika mwili. Njia ya pili ni kutumia dozi sahihi. Kama umepewa paracetamol ama umepewa brufen na ukaambiwa umeze vidonge viwili labda kila baada ya masaa 4 ama kila baada ya masaa 6 ama kila baada ya masaa 8, wewe kama mtumiaji inakupasa kufata maelekezo hayo, kwa sababu dawa tuseme umepewa kila baada ya masaa 8, inamaanisha dawa hiyo inafanya kazi ndani ya masaa 8. Baada ya masaa 8 unaruhusiwa kumeza tena. Sio kwamba umejisikia kichwa kinakuuma alafu badala ya dakika 5 ama 10 unaona kichwa akijatulia unameza tena. Hapana, hapo unakuja kusababisha tatizo katika figo ama katika ini lako, kwa sababu dawa za maumivu za kumeza zote za maumivu, iwe katika mfumo wa maji, iwe katika mfumo wa kidonge, huwa zinafanya kazi, zinaanza kuchakatwa mwilini baada ya dakika 15. Kwa maana hiyo ndani ya dakika 15 ndo ile dawa unaanza kuisikia inafanya kazi, kwamba ile dawa imefika katika lile eneo linalouma na inaenda kusaidia kupooza ile sehemu. Kwa hiyo huwezi kusema umemeza dawa baada ya dakika 5 haijafanya kazi unameza tena. Hapana, unakuwa unaumiza mwili kwa sababu ile dawa inakuwa bado haijaanza kuchakatwa katika mwili. Njia nyingine ni tunashauri usitumie dawa za maumivu kwa kipindi kirefu bila kumuona daktari. Kama nilivyosema awali, dawa hizi za maumivu tunazichukulia kama ni dawa za kawaida sana. Lakini dawa hizi unapozitumia kwa muda mrefu huwa zinaathiri mwili, zinakuja kusababisha kitu kingine. Mfano, paracetamol. Wengi tumeshaizoea dawa hii, ama brufen, tumeshaizoea dawa hii. Lakini matumizi ya muda mrefu ya paracetamol ama brufen ama dawa nyingine ya maumivu unaweza kusababisha matatizo katika ini kama nilivyosema, matatizo katika figo na pia matatizo katika mifupa. Kwa hiyo naomba tuwe makini sana katika utumiaji wa dawa hizi za maumivu. Kingine, usitumie pombe. Wengi tumeshazoea ni antibiotics tu peke yake ndo tunashauri zisitumike na pombe. Hakuna dawa yoyote inayoshauriwa ama inayotarajiwa kutumika na pombe. Hatushauri na tunakataza kabisa. Dawa ya kumeza yoyote imezwe na maji na sio soda wala juisi wala pombe. Tusitumie pombe. Hii itasaidia unapotumia maji na ni muhimu katika mwili. Usiseme natumia juisi kwa sababu juisi ina percent fulani labda ya maji. Hapana. Tujitahidi sana kutumia dawa hizi kwa kumezea na maji. Usitumie pombe kabisa unapotumia dawa ya aina yoyote.
Kingine, dawa hizi za maumivu tunashauri utumie baada ya chakula. Kuna dawa za kutumia kabla ya chakula, lakini dawa za maumivu zozote tunashauri mtu atumie baada ya kula chakula. Hii husaidia chakula kinapokuwa tumboni na dawa inapofika tumboni kuto kuleta tatizo lolote katika tumbo, kuja kupata vidonda vya tumbo baadaye, kwa sababu mfano wa dawa ya ibuprofen unapotumia muda mrefu kwa kumeza tu, labda umesikia kichwa kinakuuma, hukula asubuhi, unameza tu hiyo dawa, ukitumia kwa muda mrefu, dawa hii inakuja kusababishia vidonda vya tumbo. Mtu anakuja kukuambia, mimi nilikuwa sina vidonda vya tumbo lakini sasa hivi ninavyo. Sio kwa, yani unakuta dawa hiyo uliokuwa unaitumia na uliokuwa unaichukulia kawaida ndio iliyokuja kusababisha madhara hayo. Kwa hiyo tunashauri tumeze dawa hizi za maumivu baada ya kula chakula. Kingine, usichanganye dawa za maumivu pamoja na dawa zingine. Nikisema hivi namaanisha mfano paracetamol, brufen, diclofenac na aspirin. Dawa zote hizi ni za maumivu, lakini dawa hizi hazifai kuchanganywa kwa pamoja. Mfano brufen na paracetamol unaweza kuchanganya kwa pamoja kwa sababu ina muingiliano sawa, lakini huwezi kuchanganya brufen pamoja na diclofenac ama aspirin kwa sababu zitakuja kuzua kitu kingine mwilini, italeta madhara mengine mwilini, aidha kufeli kwa figo, ini, moyo ama mengine maumivu ya mifupa kama hivyo. Kwa hiyo tunashauri usichanganye dawa za maumivu. Kuna dawa aina fulani ya maumivu na kuna aina fulani ya dawa ya maumivu zinaweza kuchanganywa kwa pamoja, lakini sio kila dawa ya maumivu inafaa kuchanganya kwa pamoja. Nyingine ni kuhusu watoto wetu. Naomba sana, mtoto anapokuwa, watu wazima tumeshazoea mtoto anapoumwa mtu haangalii uzito wa mtoto wala umri wake. Kwa hiyo hii inafanya mtoto kupewa dawa kwa dawa za mtu mzima. Kwa mfano kama mtoto ana umri chini ya miaka 5, watoto hawa hawapewi dawa za vidonge, wanapewa dawa zao mfumo wa kimiminika. Kwa hiyo tunashauri sana wazazi, walezi, jitahidini sana watoto wasipewe dozi ya mtu mzima, maana yule ni mtoto na viungo vyake bado ni vichanga, havijawa imara. Utakuja kusababisha madhara mabaya ya kiafya kwa mtoto, kufeli kwake kwa figo mapema na kufeli kwake kwa ini mapema. Kwa hiyo tunashauri sana dawa za maumivu zitumike kwa usahihi. Tusipuuzie na tusizembee na tusifanye mazoea kumeza dawa yoyote ya maumivu ili hali kuponyesha maumivu hayo. Asanteni kwa kunisikiliza. Unaweza kusubscribe katika YouTube channel yetu Selian Lutheran Hospital. Na karibu katika hospitali yetu ya Selian Lutheran Hospital inayopatikana Ngaramtoni. Afya yako ni jukumu letu. Asante.